Siku moja dunia hii inayokaliwa na watu watajua siri nzito, watajua mambo mengi ya ukweli. Watu watajua kwamba njia waliokuwa wakitumia kumwabudu Mungu, waliokuwa wakifikiri, au njia waliokuwa wakiambiwa, au njia waliokuwa wakiamini ya kuwa hiyo ndio njia ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwamba walidanganywa, kwamba walikuwa katika njia iliyopotea. Siku moja inakuja, wala si mbali. Mungu anatuonyesha kabisa, wala si mbali kwa roho yake. Wale watu ambao wametumiminia roho yake Bwana anatuonyesha ya kuwa si mbali. Siku hiyo kila mtu atajua ya kuwa tulidanganywa. Kila mmoja atajua ya kuwa alidanganywa. Kwa sasa mtu atayesimama na kusema ukweli kumuhusu Mwenyezi Mungu anaonekana ni mpuuzi. Mtu atayesimama kusema ukweli kumuhusu Mwenyezi Mungu anaonekana ni mpuuzi, amechanganyikiwa, kwa sababu ya uongo watu waliomezeshwa katika makanisa. Makanisa yamepotoka, hayamfundishi Mwenyezi Mungu kwa namna ile ambayo Mwenyezi Mungu alivyo, bali wanafundisha kwa mafundisho yao yasiyokuwa na manufaa. Siku moja watu wataelewa, wala si mbali, ya kuwa walipotea na walidanganywa. Watu wameshakalilishwa kwamba kumwabudu Mungu ni katika vitu. Kumwabudu Mungu ni katika vitu. Watu wameshafundishwa namna ya kuwategemea watumishi tu wa Mwenyezi Mungu. Lakini haipo hivyo. Ufalme wa Mungu, hata Kristo katika alivyotufundisha sisi namna ya kusali na kuomba, alitufundisha tuombe, ya kwamba kitu cha msingi katika maombi yote alichotufundisha tuombe ufalme wa Mungu. Katika sala yetu ile ambayo mnaita sala ya Baba, Kristo ni sala ya mfano kutufundisha namna ya kuomba. Alifundisha tuombe ufalme wa Mungu. Kitu kikubwa na chenye thamani katika sala ile ni kuomba ufalme wa Mungu. Sala ile inatambulisha wazi kwamba ibada tunazoziabudu sasa ni za uongo. Sala tu ile ya Baba yetu inaonyesha wazi kwamba ibada tunazozifanya sasa ni ibada za uongo. Kwa hiyo lengo la Mungu sio wewe kila siku uwe mtumwa, sio wewe kila siku uwe ombaomba. Lengo la Mungu ni wewe uwe mfalme. Lengo la Mungu ni wewe utawale pamoja na Kristo ili ukamilike. Ndivyo utavyokuwa mfalme, vingine vyote vitakuja, utaongezewa. Unakuwaje mfalme? Unakuwa mfalme kwa sababu ni haki yako wewe kuwa mfalme. Uumbaji tokea mwanzo, Mungu aliumba kwa kusudi moja tu, ya kwamba sisi tuwe wafalme, tutawale hapa duniani. Ndio maana katika uumbaji wake anasema, na tumuumbe mtu kwa mfano wa sura yetu, akatawale. Akatawale, kutawala maana yake ni ufalme. Kwa hiyo lengo kuu, fundisho kuu katika maisha yetu sisi wanadamu ni kufundisho kuu ni ufalme. Lakini imekuwa tofauti kwa walimu, kwa wachungaji. Wanafundisha vitu tofauti. Wanafundisha kwenda kanisani, wanasema ni kufanya ibada. Wanasema kwenda kanisani, kwenda kusali. Lakini hata Kristo alivyokuwa duniani, alivyokuwa akiingia katika mahekalu, hakuwa akienda kusali. Tunaonyeshwa Kristo namna alivyokuwa akienda kusali. Kristo alikuwa akiamka alfajiri mapema,
anakwenda kusali peke yake. Anakwenda kusali mahali ambapo yuko mwenyewe. Jioni pia anasali akiwa mwenyewe. Na alipokuwa anaingia hekaluni alikuwa anakwenda kufanya nini? Sasa hapa nataka tujifunze kwa nini kusudi la kanisa, kusudi la kwenda kanisani, kusudi la kukutana pamoja. Kristo alivyokuwa akienda hekaluni alikuwa akifundisha neno la Mungu. Kristo alivyokuwa akienda hekaluni alikuwa akifundisha neno la Mungu. Alikuwa pia ana kipawa cha uponyaji, alikuwa pia anaponya wagonjwa. Hamna mahali yoyote Kristo alienda hekaluni kusali. Hakuna andiko linaloonyesha kwamba Kristo Yesu alikuwa anaenda hekaluni kusali. Ila kusali kwake ni asubuhi akiwa mwenyewe pekee. Anakwenda mahali mlimani anasali akiwa peke yake, na jioni pia anasali kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo namna tunavyofundishwa kwamba kusali, tunaambiwa kusali ni kwenda kanisani. Umeona? Kufanya ibada ni kwenda kanisani, lakini ni tofauti na mafundisho ya Kristo. Umeona? Ni tofauti na mafundisho ya Kristo. Tunafundishwa vitu tofauti kabisa, tunadanganywa. Kwa hiyo ndugu yangu, ninaomba uchukulie mkazo mambo ya utafute elimu ya Mwenyezi Mungu ya kweli. Utadanganywa mpaka lini? Kunayo nguvu kubwa ukimtumikia Mungu katika njia ya usahihi. Kunayo nguvu kubwa sana. Kunayo nguvu kubwa sana. Ndio maana Kristo alisema, mngelikuwa na imani hata ndogo kama hii chembe ya haradali, mngeliweza kuambia huu mbuyu, ng'oka hapa uende ukajitose baharini. Kwa sisi tunachokitafuta kwa Mungu ni ufalme, na ufalme ni nguvu. Ni nguvu. Ufalme ni nguvu, unapatikana kwa kumwamini Kristo. Unapatikana kwa kumwamini Kristo, unapatikana kwa imani. Umeona? Kwa hiyo ndugu yangu, namna ulivyofundishwa kusali na namna Mungu anavyohitaji usali, namna inavyotakiwa tuabudu ni tofauti na tulivyofundishwa. Kitu kingine, Kristo Yesu anatufundisha, kwa sababu yeye ndo njia ya kweli na uzima. Anatufundisha kwamba tunapotaka kusali, uingie ndani, ufunge milango yako na usali kwa Mungu wako aliye sirini, na yeye aliye sirini na wewe uliye sirini usali, atakujibu Mungu wako sirini. Kwa hata kusali tunafundishwa, Yesu Kristo alitufundisha pia kusali ni sirini. Ndio maana Yesu Kristo alikuwa anaenda kusali peke yake, ni sirini. Na sisi tunafundishwa tufunge milango. Nini basi? Kufunga milango na kwenda kusali mahali peke yako havina tofauti. Yaani utoke, mfano labda unatoka mahali unakwenda sehemu ambapo hakuna mtu yoyote, uko mwenyewe unasali, ni sawa umefunga milango kwa sababu uko mwenyewe. Au uko mahali kuna watu lakini hautoi sauti, ukawa unasali kwa Mungu wako, unazungumza na Mungu. Kusali ni kuzungumza na Mungu, kusali ni kumuomba Mwenyezi Mungu. Kwa unazungumza na Mungu wako aliye sirini, na yeye atakujibu maombi yako, atakujibu sala zako. Lakini sisi tumefundishwa kusali ni kwenda kusali kanisani, ndio tumefundishwa hivyo. Sasa kusudi la kwenda kanisani ni nini? Basi kama kanisani sio kusali, kama kanisani sio kuabudu, kusudi la kwenda kanisani ni kwa sababu ya kujifunza neno la Mungu na kuponya. Kama mtu ana kipawa cha kuponya, amepona Mwenyezi Mungu, anaweza pia akaponya wagonjwa. Na kujifunza neno la Mungu ili ukue kiroho, maana uwezi ukamjua Mungu, uwezi ukamjua Mungu bila kujifunza. Kwa hiyo kanisani tunakutana kwa sababu ya kujifunza. Pia kuna andiko lingine hata Paulo anatusema lazima tukutane,
lazima tuwe tunakutana kila mara ili kutiana moyo na kukumbushana, kwa maana wakati huu karibu. Kwa hiyo kukutana sisi ikiwa kama waabudu ambaye tumemwamini Yesu Kristo haimaanishi tunakutana kusali, bali tunakutana kujifunza neno la Mungu. Umeona? Haimaanishi tunakutana kuabudu. Sasa na kuabudu nako ni nini? Basi kama kusali sio kwenda kanisani na kuabudu sio kwenda kanisani. Kuabudu ni maisha yako wewe kuunganishwa na Mungu, ndio kuabudu. Yaani wewe, Kristo alikuja ili sisi tupatanishwe na Mungu wetu. Kupatanishwa na Mungu wetu sisi ndio ibada. Kuunganishwa sisi na Mungu wetu ndio ibada. Umeona? Huko ndo kuabudu, sisi kuunganishwa na Mungu. Huko ndo kuabudu. Umeona? Roho wa Mungu Mtakatifu anapokuja kwenye mioyo yetu sisi kuungana na pamoja na roho zetu, hilo linakuwa tayari ni tendo la ibada, ambayo tayari wewe unaishi ibada. Ibada ni kuiishi. Ibada sio jambo la kusema unalifanya kwa saa moja. Ibada unaiishi, yani ni maisha. Ibada ni maisha ambayo umejifunganisha wewe pamoja na Mungu. Umeona? Wewe na Mungu mmekuwa kitu kimoja kwa sababu mmekuwa roho moja. Mmekuwa roho moja. Roho yake na roho yako vyote vimekuwa kitu, zinakaa pamoja, zimeungana. Kwa hiyo hilo ndo tendo la ibada, kwamba unatawala hapa duniani Mungu kama alivyokuweka kuwa mtawala, lakini unatawala pamoja na Mungu. Hiyo ndo ibada. Lakini sio kwenda kanisani eti ndo ibada. Kanisani tunabaki pale pale ya kwamba kanisani tunatakiwa tuende, lakini sio sehemu ya ibada wala sio sehemu ya kusali, bali kanisani ni sehemu ya kukutania watu waamini waliomwamini Kristo, ili kutiana moyo, ili kufarijiana, ili kufundishana, kwa maana wakati umekaribia. Kwa hiyo ndugu yangu, nafikiri umebarikiwa na hili fundisho la leo. Ninakushukuru kwa kusikiliza. Ninakushukuru kwa kusikiliza fundisho hili. Ulifanyie kazi, ufanye utafiti, uchunguze neno la Mungu, ujifunze neno la Mungu, umuombe Mungu akupe neema ya kuelewa haya mambo, ili na wewe uanze kuzifurahia baraka za Mwenyezi Mungu zinazomiminika kama mvua. Baraka za Mwenyezi Mungu zinazoshuka kutoka kwake. Yehova Mungu wetu na Baba yetu anashusha nguvu na utukufu kwenye maisha yetu. Tunaweza kukanyaga nyoka na asituume. Tunakanyaga nge na hatuumi. Tuna nguvu na utukufu. Tunatisha watu wa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakuombea uwe mnyenyekevu, upate kuelewa na maandiko. Amen. Siku moja dunia hii inayokaliwa na watu watajua siri